Yo, wagwan people. They call me DJ Kalonje, Africa's baddest DJ, all the way from 254 Kenya. Tuko hapa hivi Burundi, au sio? Pia watoto. Hakuna. Hey guys, I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com. Mr. Gats on Facebook. Njoki watusanga tangu mazini mwe big on the mic. Ndikumwe na rumambo kuri kamera. Ino mwe story muni na gite ya Ngozi aho habereye show zitandukanye nkuko mwari mubizi. Show mu Kidumu, Kibido Kibuganizo, cyo kimwe na Kiriko Akili n'abandi batandukanye bari bayirimwo Sadbi n'abandi. Ariko mushaka tuvugane kwanza gato ino mu DJ from Kenya right here. So anyway, reka ndamwakiye gato tuvuga Kiswahili, si Kirundi, si Cyongereza, si Kifaransa, but tunaongea tu Kiswahili kutone kwamba na mimi Kiswahili kipande kidogo naelewa hivyo. Anyway, karibu sana brother. Yo, wagwan people. They call me DJ Kalonje, Africa's baddest DJ, all the way from 254 Kenya. Tuko hapa hivi Burundi, au sio? Ngozi. Yeah man. Already Ngozi. Yeah man. Ama kunaitwa vipi hapa? Hii ni Ngozi hapa. Hii ni Ngozi. Kukasaka bar, I don't know, kukasaka mambo kama hayo. Karibu sana Burundi. Asante. Yeah. Uliona aje Burundi? Ulifurahia? Burundi kuzuri, kunapendeza. Kuko green hivi, unajua ni kama wakulima wanafanya kazi pia. Watu wa Burundi ni watu wanajituma yani. Ulikuja Kidumu au ulikuja wewe mwenyewe? Tumekuja pamoja na Kidumu. Nasikia mlifanya jali barabarani. Tuli transit kutoka Tanzania, tukakuja hivyo tukaingia hapa sasa. Kufanya ajali, kwa sababu tulisikia mlifanya ajali accident. Hapana, tulikuwa gari mbili. Gari moja ya Kidumu ndio kidogo iliingia kwa mtaro ikapata pancha, lakini hamna mtu aliumia manini, ni gari tu iligwaruzuka. Tukafika tu fresh ni. Wakati mlifika Bujumbura, wapi ambapo mlipotembelea? Tulikujia tu kutoka pale kwenye boda ya Tanzania. Hatujengea Bujumbura bado. Paka bado mjengea Bujumbura? Bado. Mlifika paka huko Ngozi. Njoo mara kwanza kufika Burundi au? Hapana bana, mimi nimepiga Burundi, nimepiga 2012, nimepiga pale Toxic, Bujumbura na DJ Sat na DJ Sweet, sasa yako anatumika kule Canada DJ Sweet. Nimepiga miaka kadhaa huko. Hata ulikuwa unakuja kutembea ama kupiga tu? Kupiga, nimekuja kupiga. Unamaliza kama miezi 3 4 huko unapiga? Nimepiga 2012, nikapiga 2014, na nikapiga pia 2016. Okay, maana yake hapo Kirundi unajua kabisa. Nikwambia mwanamuziki unaelewa nini? Hapana. Haelewi kitu pale. Hakuna hata kimoja cha unajua cha Kirundi. Kirundi? Najua mafaranga. Hela. Yale ukisikia hela ndio unajua hiyo. Hiyo najua hiyo. Kila mtu anajua hela mwanangu. So anyway, Ngozi, uliona mashabiki ambao vikiswa walipokea muziki wako. Kiswa walipokea mixi zako. Pale nasikia watu wananiita hata kwa barabara DJ Kalonje, pana kwa kinyozi pale wananiambia muziki zako wamenisikia, muziki zangu wamesikia kwa muda, so na appreciate sana yani. Ukilinganisha muziki wa Kenya na Burundi, kwa sasa yuko huko na pia najua unafuatilia muziki ushakuwa DJ unafuatiliaga. So unahisi kipi ambacho sisi tunakosa ama kipi sisi tunacho nyinyi hamna? Hapa hapa mkono ile utamaduni, mkono utamaduni ile yani mmeshikilia bado culture, which is very good, you know. Very good, because even ukiangalia pale pande Nigeria also they are very
conversant with their language, yani wanatambua ile lugha yao sana, which is good pia. Manake pale hata tukisikia wasanii pale kina Satb pale tuna appreciate sana kutoka pale Kenya, tuna appreciate sana manake hata tusikii kitu wanasema lakini let me feel love, yani tunasikia ni Kidum pale akiimba pale pia tunasikia maneno kidogo lakini bado tuna appreciate manake tunasikia wanaimba kutoka kwenye roho, yani unaona. So at the end of the day na I believe hiyo difference ndio ina make the culture inakuwa, yani nyinyi ni Warundi, sisi ni wa Kenya, lakini bado sisi wote ni Afrika. Ulisema Satb, kuna wasanii wengi ambao wako wanafanya vizuri Burundi wana yani pakikuja mtu afangoambia utajia wasanii kama 10 ama wafanya vizuri 10 ngumu, sitakudanganya. Manake hapa Satb namjua. Namjua pia Kidum kidogo. Kidum yani hao ndo sasa tuseme. Ukisema kidogo maana yake nasema Kidum na Satb, yani hao ndo watu najua kidogo, yani pande ya muziki za Rwanda, za Burundi yani unaona. Lakini kuna wale tu underground pale najua majina za wimbo lakini sijui jina wasanii hivi unaona. Great. Ni ma DJs au uko DJ pia ulitajwa DJ ambao mliwahi kutumika nao Burundi. Hakuna wengine wa DJ ambao unajua Burundi najua Satb DJ Sat, kuna DJ Sat anatumika pale Toxic hivi anatumika kweli ama ishafunga sele? Sina habari, nimekuwa muda sana. Crystal pale nimepiga pia. Na DJ Sweet pia namjua. Hao wengine wanatumika kutoka Kongo, wanatumika kutoka Rwanda pia. Ukisikia vibe ya muziki ambao nyinyi Kenya mnao, sisi unaona tufanye nini kusema sisi basi ile vibe ambayo mnayo sina sisi tukue nayo? Ndio nasema vibes zikifanana watu watajua tofauti. Okay, kwa kufanana sio kusema mpaka ifanane. Kwa sababu kishaona muziki tusidanganya sisi tunajua. Kenya na Burundi muziki sio yani kuna somehow a bit different, right? So kuna utofauti kati ya muziki wa Kenya na Burundi. So tunataka sisi muziki wetu ufike mbali, tufanye kipi? So unajaribu kumaanisha muziki ifike mbali. Sasa pale ni kama tu vile, yani naweza kuambia kana kwamba wasanii wajitume kidogo. Maana hata ukienda Rwanda kidogo angalie na Medi ama huyu mwingine huyo Ben. Unaona ni mtu ametembea kidogo akaona venye muziki amefanya na producer, amefanya mpaka na producer wa Tanzania. Huyu mwingine Medi amefanya na Otile, yani unaona Warundi wajaribu kufanya collaboration. Collaboration itasaidia kitu ya kwanza. Kitu ya pili wajaribu kupiga na maproducer pia wa Tanzania, maproducer wa Kenya. Wajaribu pia kupiga na maproducer pia wa kule Amerika. Unajua muziki ni kama biashara nyingine yote. Ni kama ufungue duka ama ufungue bar, lazima uitolee pesa, yani unaelewa? Shilingi na mulika shilingi nyingine, unaona? So ukichukulia kama biashara pale itakuwa mzuri sana. Utaichukulia kama business, yani. Wewe ni DJ, right? Huku Burundi baadhi ya wasanii wanalalamika kwamba wa DJ wapigi nyimbo zao kwenye club. Vipi Kenya? Kule kuna watu ambao wanalalamika kama Khaligraph Jones au akina Sauti Sol wanalalamika sana kwamba Kenya. Sasa tunaongea mambo ya Kenya. Kenya, mambo ya Kenya ni ngumu kuelewa. Kenya iko na siasa zake za kindani. Sitakudanganya, maana yake pale kuna mataksi mnalipisha mataksi za kiupuzi. Maana yake pale Kenya unakuta msanii anaambia DJ ndio ucheze muziki yangu nilipe. Unaona? Wanatafuta hizi makampuni zinatulipisha kucheza muziki za. So sisi tukagoma. Tukasema sisi hatucheze muziki ze. Lakini hiyo mambo iliisha. Yani ilikuwa mambo tu kidogo ya wale zile makampuni zinataka kukulia pesa. Maana hata zile pesa hazikuwa zinafikia wasanii. Wasanii wakasema nyinyi ma DJ endeleeni kucheza muziki zetu. Unaona? Lakini sasa ile kampuni zilikuwa zinaambia ma DJ wasicheze. Sijui kama unanipata. Nakupata fresh. Naelewa, najua history kisi ilivyo. Hayo malalamiko hivi. Ukiangalia na miaka ambayo iliyopita. Hivi muziki ukoje? Sasa hakuna ubaya pale. Pale wasanii wameshikana, wanajituma pale. Wasanii wetu
wamevuka mpaka kweli, wamejaribu sana kuvuka mpaka kwenye mambo ya muziki. Alaki malalamiko angali kwa sababu niona interviews za Khaligraph Jones. Na juzi niko naongea na Khaligraph Jones kasa kwamba si huko. Of course ukishaona mtu ambaye anatoboa ujue ni msanii ambaye anajua kabisa. Sio msanii ambaye iko tu kwa sababu huko wapiga sana nyimbo za hasa za Nigeria na pia za Amerika sana. Kweli. Hata kule na kwa radio station ndio hivyo. Kule ni hivyo yani tulikuwa walikuwa wameanza kupiga muziki za Nigeria sana. Na muziki Nigeria imetake over, tuseme tu kweli, Nigeria na Tanzania music yani imetake over the airwaves, unaelewa? So at the end of the day pia tunaangalia pia ile quality ya muziki, unaona? Si ati pale wasanii wa Kenya si ati ni wabaya manini, ni ile muziki ni mzuri na Nigeria pia ni mzuri. So at the end of the day sisi tunacheza zote, unaona? Za Nigeria tunacheza, za Kenya tunacheza, lakini sasa hii pia tunajaribu kuinua pia wasanii wa Kenya, unaona? Ingawa tu kulikuwa na changamoto yenye nimekuambia mbeleni, zile kampuni zilikuwa zimetaka kutulipisha sisi, zinajaribu kututax kucheza muziki za Kenya. Na sisi ni madiji wa Kenya, tukamwambia sisi si lazima tucheze muziki za Kenya. Sisi tunaweza cheza Nigeria, tucheze Tanzania, tucheze ngoma za Rwanda na za Burundi na usiku ishe. Na ma hip hop na usiku ishe. Ma 50 cent usiku ishe. Sasa ndio ile kampuni haikuwa inajua ya kwamba wasanii wajui maneno, unaona? So venye wasanii walikuja wakajua, wakatuambia nyinyi msisikize kampuni, muziki ni zetu. Sawa, muziki ni zetu, sisi tuchezeni muziki zetu, unaona? Na sasa nakwambia hiyo mambo ikakuja ikaisha. Sasa hii Khaligraph complain. Khaligraph tunamweka kila mahali sasa. Na mlimnua kabisa. Anyway, kuna watu ambao wanasema kwamba hauwezi kutoboa bila DJ. Na wengine wanasema DJ yanapiga nyimbo, anapiga sekondi kama 30 kwenye nyimbo yako. Aje tena hauwezi kutoboa bila, unaweza kutoboa na DJ. Wewe hapo unaelewa nini? Kwa sababu kuna malalamiko ambao wanasema kwamba hasa hapa Burundi, so kwamba ma DJ wapige nyimbo za Burundi. Alafu wengine wanasema hata wacha kuzipiga ina normal, like radio station watazipiga na wasi zingine watazicheza. Ma DJ wanahusika kivipi na muziki kusema muziki ufike mbali? Kuna muziki mingi, kama mimi naweza kwambia muziki mingi msanii alipeleka kwa radio zikakatazwa kuchezwa, akapeleka kwa TV zikakata kuchezwa, lakini venye nililetea mimi through my channel, mimi niko na platform, si ndio? Through my platform nilihakikisha hizo muziki zimeingia na nikazicheza, unaona? So at the end of the day radio station is very important, TV is very important, lakini pia at the end of the day DJs wanna play a very big role on the music industry. Kubwa sana. Kubwa, Kwa kumaliza kidogo, wakati tulicheza pa nyimbo, sijasikia nyimbo ya Burundi mzee, inakuaje? Sasa unajua ile nyimbo za Burundi nilikuwa nataka kucheza, nilikuwa najua siwezi cheza maana yake wasanii ndio wanakuja kupiga. Lakini sasa venye nimefika hivi Burundi, kazi yangu niko leo, sasa kazi yangu ni leo, tuko na show nyingine kesho, si ndio? Sasa ni kuchambua sasa. Ni kuchambua kwanza, sasa nataka twende unionyeshe club huku nisikie vile madijo wengine wanacheza na zile muziki wanacheza. Pia mchana nisikize radio ya huku, radio gani inashika huku. Kwa ni radio sasa za Rwanda pia na radio TV Bono. Ndio za Bujumbura na TV tuna watch Black TV. Sasa leo ndashinda tu nikifanya hiyo kazi, napiga research. Kwa kumalizia neno la mwisho please. Manze nimefurahi sana Burundi, nimefurahi, hospitality ni mzuri. Alafu pia watoto hakuna lakini wako nimewaona kule barabarani nini warembo sana. Unajua asante sana brother. Shukran. Okay, thank you so much.
Tell me, I say.